Pacha, karibu ukae bwana. Asante sana ndugu yangu yani. Naona siku hizi umekuwa mchungaji, umekuwa pastor. Hebu niambie, nipe siri ya wewe kuwa mchungaji. Almost kama 2 years. Ya, miaka 2 sasa. Nimefungua huduma. Tunaabudu tu chini ya mti, maisha yanaenda hivyo hivyo. Nina washirika 5 sasa hivi. Una waumini 5? Miaka 2. Na mimi Mungu kaniita. Kwa hiyo siwezi kujali kwamba nina watu wangapi, siwezi kufikiria hilo. Ila kwa asilimia kubwa nipo kwa ajili ya kuipiga kazi ya Mungu. Asiwezi kukata tamaa kwa sababu hii kazi Mungu ndiye amenipa. Alafu nilikutumia message. Naona ikabrutik vizuri lakini haujajibu. Kuhusu michango, anahitaji bwana kukodi sehemu kwa ajili ya kuendeleza huduma, kutumikia Mungu. Unajua tupo chini ya mti sasa, ni mwaka wa 2 kama nimekuambia. Message kweli nimeona na imebrutik vizuri. Lakini kuhusu pesa nimeona nisipate lawama. Ni heri nisijibu nikae kimya. Mchango wako ni kuimba. Kwa sababu wewe ni pacha wangu, si ndio? Nyumbani hapa unapajua. Kwa hiyo wakati wote unaweza ukaja tukaongea. Sio kama hivi umekuja. Kwa hiyo tutaweka sawa ile swala, haina shida. Haya bwana. Mimi nimekuja kutembelea tu. Kwa hiyo nina waumini 5. Kama utaongezeka utakuwa 6, basi tutaendelea kumtumikia Mungu tukiwa pamoja. Njoo bwana, sina hata mzee wa kanisa katika watu hawa. Kwa hiyo nitakupa nafasi ya kuwa mzee wa kanisa. Au kama unauelewa wa mafunzo vizuri, basi utakuwa mchungaji msaidizi. Mimi tena nije niwe mzee wa kanisa. Kwa hiyo huduma sasa hivi imefikia tu mtu yote anaweza kuwa labda naweza nikawa mchungaji msaidizi kwa sababu mafunzo haya nilishawahi kuyapitia kitambo sana. Nitakuja, waumini wako 5 waliokuwa nao na mimi hapa wa 6, tutamtumikia Mungu na kazi ya Mungu itazidi kusonga mbele. Usijali ndugu yangu, tuko pamoja. Haya, mimi nikushukuru. Niseme asante sana. Tutaonana tena kwa wakati mwingine. Okay, anyway, mimi sikusindikize. Nisindikize bwana. Okay, twende.